Maanishi umemaliza kazi bado. Kwa maana Israeli na Marekani bado wana kibarua kizito, lakini walijua wao wataifanya ile kazi mapema sana, kama Venezuela, na kufanya regime change ya utawala. Ni kitu ambacho wamefeli. Wachambuzi wengi yani, sio kwamba wachambuzi wengi, yani hata wewe wenyewe ukiona, kwa sisi tunaoangalia tuko tayari tunaangalia dunia inaenda wapi na tunapelekwa upande gani, kwa sababu Irani kama Irani haiongozi na mtu mmoja, rais wao au kiongozi mkuu wa dini ndio mwenye nguvu. Hapana, Irani ni system, yani mfumo mzima wa uongozi una nguvu. Kwa hiyo utakapoua mtu mmoja haimaanishi kwamba umemaliza kazi. Ndio maana mpaka leo, mpaka sasa hivi tunazungumza, Irani bado imesimama na iko imara. Kwa hivyo hapa duniani mambo ni mengi sana. Tunafahamu watu wa magharibi ndio wanamiliki media kubwa, wanaweza kaeneza propaganda. Hapa naruka kidogo mada, ijapokuwa nilikuwa sitaki kuzungumzia, ila hapa tunazungumzia jamii, jinsi ya kupata elimu, kujua vitu vinaendaje, sababu lazima tuwe update muda wote, sababu kutokana na maisha yenyewe yaliyotuzunguka kila siku. Kwa sababu leo Irani ameanza vita kule, anapigana na Israel na Marekani. Tayari mafuta yameanza kuonyesha athari, mafuta yameanza kupanda bei mpaka huku kwetu. Hebu imagine sisi tuko wapi? Tupo huku, lakini mafuta yameanza kupanda bei. Nafikiri mnaona wote nyinyi mnaona. Sasa unapokuwa update, unakuwa unafahamu information na jinsi gani unaweza ukahandle situation au kufanya bajeti zako vizuri. Kwa sababu mafuta yanapanda. Kama una chombo cha moto, una gari, unatakiwa ufahamu kwamba nataka nijiende vipi kisaikolojia. That's why tupo hapa sisi tunaripoti hivi vitu. Lakini kitu kingine ni kutaka kujua tupo kwenye ulimwengu wa aina gani. Sasa hivi watu wengi wasichokijua ni kitu kimoja. Hapa duniani kila media unazoziona, kitu media hizi kubwa wanachokiripoti sio kwamba ni kitu ambacho usikiamini asilimia mia moja. Kwa sababu nakumbuka wakati Idi Amin anaonekana ni mtu ambaye katili na ana roho mbaya sana, tuliaminishwa na vyombo vya habari ambao vilivyokuwa against na Idi Amin, lakini Idi Amin alikuwa anataka wa Uganda wafurahie nchi yao. Mnipata? So tulipewa ile notion kwamba Idi Amin ana roho mbaya sana. Mpaka leo hii mtu ukimuuliza, ukimwambia umefanya research, umekutana na matukio gani Idi Amin, hana cha kujibu. Idi Amin alikuwa anapambana na hao watu wa magharibi. Ushanipata? Alikuwa anataka wa Uganda waweze kufanya biashara. Maana Uganda wafanya biashara wa Uganda hata wadogo dogo walikuwa wafanyi. Nchi ilikuwa kuna white people ndio wako mabadi mabarabarani. You see? Lakini media za kwao zilikuwa zinafanya